Vipi, mimi naitwa Official Boy Mtumbadi from Wako Jago TV online TV, tukiwa na wajuba kibao. Hapa tupo na Modern Face, tupo na Major King, lakini tupo na Ashraf Boy. Bwana, karibu sana kwenye Wako Jago TV. Asante sana. Kama mnavyojua mjini, story kubwa ambayo inaendelea sasa hivi ni story ya Harmonize ya baada ya Konde Gang label kumwambia Ibra aweze kulipa 1 billion ili kujiondoa kwenye Konde Gang label, na mwisho wa siku kuna mambo mengi yamejitokeza. Kwa upande wangu mimi nitayazungumzia kwa uchache, lakini tuanze na kwa upande wenu, mnalifikiriaje ili jambo la Konde Gang kumlipisha Ibra 1 billion? Kwa kulipishwa, mimi naona mazingira ambayo yako sawa, kwa sababu si masuala ya mikataba. Kama mkataba unazungumza hivyo ni sahihi kulipishwa. Kwa bwana Ibra mimi ninavyoona ni sahihi, lakini kuna njia ambazo za kuzifuata ama kuzifanya. Ndio. Kwa sababu ujue kwa msanii kama yule hususan kwa Ibra, sijaona kama kile kiasi ambacho kimezungumzika ni sahihi. Of course. Kiasi kikubwa sana kile. Tumeona pia na Ibra akiombaomba hela Tanga, lakini hapo tukamwona Harmonize akamchangia 100,000. Unajua Harmonize ndo kama CEO wa Konde Gang for sure. Lakini hapo tena yeye ndo anachangia katika kile kiasi ambacho alimwambia alipe. Hii mnaionaje hii? Hiyo imekaa sawa, kwa sababu kuna muda fulani mtu anatakiwa kumuongezea nini wanasema kumpiga tafu. Kwa sababu yeye anachokiangalia ni jinsi gani ambao utakuja kulipa kitu ambacho kipo katika mikataba. Na mikataba sio kwamba ni Harmonize tu ndo ameandika. Harmonize ana management yake ambayo ameandaa vizuri, na watu waliingia mikataba na huwezi kujua mtu anatoka kwa staili gani. Kwa hiyo mazingira yale ambayo yeye alikuwa nayo ndio anamuendesha kwenye mkataba wake. Kama umezungumza kwa unatoka unatakiwa. Lakini mimi sijasikia kwa upande wangu kwamba nani Ibra kwamba kamwambia Harmonize anataka kutoka Konde Gang. Bali Ibra alitangaza kwamba ameambiwa alipe 1 billion. Umeona kwamba sio kwamba yeye alitangaza anataka kutoka Konde Gang, lakini wao wamemwambia alipe 1 billion. Sasa hiyo 1 billion sijajua ni wanataka kumtoa kilazima au yeye mwenyewe ndo kataka. Walizungumzia hilo kwa mimi ninavyoona, ile unajua wanataka mkomoa wale mtoto. Unajua mtoto bado hajajipata, ila kwa sasa hivi jinsi anavyoanza kutoka hivi kutrend ndio wanataka mkandamize, yani kama wamdondoshe hivi. Of course. Yani ukizungumzia kumkomoa inawezekana ikawa sawa ama sio sawa, kwa sababu kwanza tunazungumzia hapa mkataba umeingiliana nao vipi. Kama yeye anataka kujitoa mwenyewe mkataba unazungumza hivyo, unamkomoa vipi mtu? Hatujafika katika malengo, lakini ni vipi ikiwa ni kweli hiyo 1B ikiwa iko kwenye mkataba anapaswa kuilipa. Kwa upande wako wewe unahisi ni sahihi? Kwa sababu ni mkataba uliingia mwenyewe na ulitaka mwenyewe, ni sahihi kulipa. Niliondoka kwenye peji ya Baba Levo, niliona pale Baba Levo ameandika Kilandage hana akili, unajua. Baba Levo waga anamuitaga Harmonize Kilandage, anamwambia Kilandage hana akili, hajamfikisha dogo kokote, na yeye alikuwa hana hata uwezo wa kumlipa, wa kumomba hata milioni 30 kama sikosei. Leo hii uje kumomba kijana mdogo kama yule 1 billion na hujamfikisha kokote, mnalizungumziaje? Unajua hizi ni timu mbili ambazo zinashambuliana siku zote. Alafu tukiacha masuala ya hii Kilandage hana akili, hata udogo mwenyewe Ibra kuna kipindi alikuwa anatoa vitu ambavyo havieleweki pia vile. Na kama kweli una matatizo ya namna hiyo, mwanzo ulikopo unawezaje kumtetea mtu ambao yeye leo anakubana wewe, wakati sasa kama leo vitu vimekuja kwake anaanza kuyumba, maana yake yeye mwenyewe mwenye matatizo. Hiyo iko sawa. Sababu ukiangalia mazingira bado Harmonize anaonekana yeye ana haki Harmonize, na Hamu hajatoa kauli kwamba mimi nimemtoa kwenye lebo, lakini kwa mazingira ambayo yanaonesha mwanzo yeye alivyokuja nayo haya yameonekana kwa ukubwa zaidi kwamba yeye Ibra alitaka kujitoa, alitaka kujiondoa, ndo akaambia bwana kuna kiasi unatakiwa kufanya nini ulipe. Na hapa sasa hivi tu imetokea taarifa ambayo inazungumzwa kwamba baada ya hizi purukushana zinazoendelea hizi umeitwa BASATA, lakini kitu kikubwa Simba Diamond Platinum wameposti ngoma ya ile inaitwa kukopi na kupesti ya Ibra. Lakini mimi kwa upande wangu naona kwamba kuposti kwa Diamond nyimbo ni kitu cha kawaida. Watu wengi kwenye caption zao waga wanaposti nyimbo, wanaweka picha zao, wanaposti nyimbo. Hakuna ubaya, kwa sababu yeye haja caption chochote pale, ujue. Haja caption chochote kwamba kumaanisha kwamba kuna kitu kachochea. Inawezekana ikawa kawaida kwa sababu kaposti Diamond, lakini sio kawaida kwa sababu gani? Diamond na Konde Gang pia walikuwa kidogo wanafutana. Alafu kumbuka huyo Ibra alikuwa ni mtu mmoja wa kumchafua pia Diamond Platinum. Kipindi cha nyuma hapa amezungumza sana, sio na Diamond tu, alizungumza pamoja hata na Rayvanny Vivian Boys. Lakini nimeona Harmonize amejibu hiyo. Amejibu lakini yeye alijibu kwa maneno zaidi, yani kwa maana kwamba kama kamface Diamond moja kwa moja kumwambia kama wewe unaona imekuchoma, mimi nilipa milioni 600, basi wewe nilipie 1 billion. Kuna mvutano fulani hivi. Wanasema mapigano ya kimitandao. Jambo kiukweli limehappen kinoma noma, na limefanya kutrend kwa sababu si Chibu tu peke yake ama Diamond, watu wengi wameshare kwenye hii situation, kwa sababu
situation ilianza kama kiki lakini mpaka sasa ilipofikia inaonyesha serious kabisa, imeenda in deep kinoma. Sure kabisa kwa sababu ukija kumwangalia yule bwana nani huyu Ibra. Ibra bana amepitia hard situation kwa yeye the way zile vitu tulivyoviona kwa sababu kipindi cha nyuma hapa wiki mbili nyuma mamake alikuwa akiumwa na alifanya kama kumwomba bosi wake ili aweze kumpush kwa ajili ya mzazi wake kumponyesha, lakini bwana Konde akionekana kuwa kikatakata kona. Kwa hiyo dogo aliingia mtandaoni na kuomba watu msaada wamsaidia na waliweza kuchangisha akapata kiasi cha kumlipia mamake hospitali. Post user hapa anataka mchango ndio. Kwa hiyo mchango ulifanyika pale. Baada ya kufanyika aliweza kupata kiasi cha kuweza na sasa hivi pia na mchango wake na mimi nafikiri mpaka sasa hivi itakuwa kafikisha. Kesho tutapata majibu mazuri pia lakini licha ya hayo yote mkataba mimi naamini kabisa haya yanayozungumzika yanawezekana pia yasiwepo kwenye mkataba. Na kikubwa zaidi kuitwa BASATA, ukiachana masuala ya mikataba tu, kuna vitu umefika mbali sana. Maneno ya ajabu wamefika mbali kutumiana maneno ambayo sio, kwa sababu bwana mdogo amechukua zile screenshot za Konde nani Harmonize alikuwa amedondosha screenshot zake, anazungumza kwamba huyu bwana dogo hana fadhila, ana roho mbaya nini, anaongea vitu ambavyo mimi sijavitamka. Lakini sasa yule akaona lakini mimi nikija kuangalia hii ni sahihi kati ya mfanyakazi na bosi kutupiana maneno mtandaoni wakati walikuwa na uwezo wa kuitana BASATA. Si sahihi, sio sahihi. Hata huko BASATA kufika ilikuwa parefu sana, kwa sababu mimi naamini Harmonize angeweza kukaa na Ibra wakayamaliza wenyewe, lakini inategemea na situation. Inaonekana mpaka sasa hivi hakuna maelewano mazuri ya Ibra na Harmonize. Kwa hiyo hata kukaa hivi kutulia sehemu moja inakuwa unajua muziki wetu wa bongo huu unakuaga na mambo ya kiki lakini vitu vilivyokuwa vinakuwa nikagundua kwamba hapa mambo yamekuwa makubwa sana, kwa sababu ukija kuangalia sasa hivi Konde Gang sawa wamezuia kabisa Ibra usiki na maswala yote kuposti ngoma ambayo inatokana Konde Gang. Yaani hizo ngoma zake zote alizozifanya maana yake zimezimwa. Okay, na tumeona imeandika kwamba alienda kuomba kodi sijui kwa nani Konde Boy. Konde akawa anamuitia chumbani mambo ya pididi unajua Alisikia walisema kwamba kwenye page yake moja aliona imeandikwa kwamba bwana yule mtoto akapimwa bwana. Akapimwa na daktari wawili. Malinda yapo ameondoka. Aliescape Alafu sakata itakuja kuwakuta watu wengi sana. Unajua kuna mwamba mmoja huyu naye anaingiaga sana Mr Pimbi huyu. Ile jambo ile nalo hajaingia ndani gani bwana. Haya mambo unajua tutakuja kujua sana hapo baadaye. Unajua kiundani zaidi. Kiundani tutakuja kujua kwamba hivi vitu vinaendelea na kwa nini Harmonize anaonekana ni mtu wa kuwa na mambo yao ya kuingiliana kijiji. Bwana hii ni Wako Jack Online TV. Sisi ni wewe ni sisi, tukiwa kila siku karibu yako. Asante kwa kututazama. Tunashukuru mpendwa wetu kuwa karibu yetu na sisi tunakuwa karibu yako kila siku. Nikiwa na Ashraf, nikiwa na Major King, mimi official boy lakini